uhaba wa chakula katika mataifa yao ya Ulaya, na wakati ambapo huko mwanzo walipoanzisha ukoloni na wakaseti colonial economy, wakaanzisha ule uchumi wa kikoloni, just wao walifocus zaidi katika uzalishaji wa mazao ya kibiashara tu, saizali, mkonge, kofi, kahawa pamoja na cotton, pamba zile. Walilenga zaidi kwenye uzalishaji wa mazao ya kibiashara. Lakini lilipokuja suala la ukosefu wa chakula katika mataifa yao ya Ulaya, wakakereketa kichwa, wakakaa na kufikiri, kwa nini sisi tulifocus zaidi katika uzalishaji wa mazao ya kibiashara tu katika makoloni yetu? Kwa hiyo hapo walipokuja na 10 years development plan, wakaanzisha uzalishaji wa mazao ya chakula ili kusolve tatizo la chakula katika mataifa ya Ulaya. Ndipo Mwingereza akaanzisha wheat production na akaanzisha groundnut production katika koloni la Tanganyika. Na unaweza ukanijaji, kwa nini unamzungumzia Mwingereza tu? Tunamzungumza Mwingereza as a case study. Yeye ndiye aliyeleta mabadiliko mengi katika jamii za Kiafrika. Na hatumzungumzi Ufaransa, kwa sababu Mfaransa hatumsomi kwa kiwango cha juu. Hapa tutaenda mifano yetu mingi itakuwa kwa Mwingereza. Yeye ndiye ambaye alileta mabadiliko mengi. Kwa hiyo akaanzisha food production, hususan kilimo cha ngano pamoja na kilimo cha njugu, kwa lengo la kuweza kusolve tatizo la chakula katika taifa lake la Uingereza na Ulaya kwa ujumla.